Timu ya Online Datu chini ya Mwalimu Rachel Yusuf imevutiwa na kijiji cha Mboshwa kinachopatikana katika mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Hai, kata ya Masamakati. Kilichoivutia timu hiyo ni mazingira mazuri yaliyopambwa kwa uoto wa asili na miti mirefu, huku yakinogeshwa na sauti za ndege na maji yanayotiririka katika mito ya kijiji hicho. Na baada ya kuvutiwa na mazingira hayo yaliyotunzwa vizuri, vyanzo vya maji yanayovutia na yaliyo masafi, Online Datu iliamua kuzungumza na mmoja ya wanakijiji katika kijiji hicho na kusikiliza jinsi wanavyopambana kutunza mazingira hayo. Kwa majina naitwa Upendo Mari, mwanakijiji kijiji cha Mboshwa. Sisi tunajivunia mazingira yetu kama mnavyoona, kijani kipo cha kuridhisha. Na nishati tunayotumia huku kwetu gesi na umeme. Mara nyingi tunatumia hivi ili kulinda mazingira yetu na yazidi kubaki katika uoto wake wa asili. Tunapenda sana mazingira yetu yabaki kwenye uoto wake wa asili ili yaonekane bora kila siku. Datu Online haikuishia hapo tu. Ilimtafuta Bwana Dastan Mwanga, mwenyekiti wa kijiji cha Mboshwa, ambaye alikuwa na mengi ya kueleza juu ya namna ambavyo kijiji hicho kinapambana na uharibifu wa mazingira na kufanikiwa kutunza mazingira hayo ya asili na kubaki vile vile kwa miaka yote. Kwa nafasi yangu ya mwenyekiti inanisababisha mimi nitimize ndoto yangu, kwa sababu ni mpenzi wa mazingira na mazingira nayaelewa na mapana yake. Kwenye swala la miti, huku tuna vyanzo vingi vya maji. Kuna katabia kakoka amezuka, mtu anaenda kuanzia huko ngazi za juu, anakuja na kibali. Si vibali vile tumevikataa, na hata mkuu wa wilaya anaelewa. Kwa mazingira yetu sisi, na sio kwamba miti unakata tu kwa sababu una kibali. Lazima tuangalie na tufahamu. Kwa hiyo hayo ni vitu ambavyo tunavifanya ili mazingira yawe salama na sisi tuwe tunafaidi kijani, na tunapenda sana kijani. Kuna mifumo mingine ambayo imejitokeza kwenye mito. Watu wanafanya huko kuvuna majani, kuvuna hiki. Hivi tulikataa. Hakuna kwenye chanzo cha maji au kwenye mto, hata kama sio chanzo ni kilomita 2, kutoa huko nyasi kwa ajili ya faida ya mifugo. Hiyo tumekataa. Na kuna mtindo ambao tulianzisha kwa kuona labda sehemu nyingine nyasi ni kubwa sana, tunaruhusu kwa ajili ya wanyama kutokujificha huko. Basi tunaagiza mtu mmoja akatoe majani leo, baada ya mwezi au miezi miwili anaenda kutoa mwingine. Basi wanapata huko chakula cha mifugo, lakini kwa zamu na kwa kibali, na mwenyekiti wa kitongoji lazima awepo kwa siku hiyo. Ni imani ya Datu Online kuwa vijiji vingine vitakichukua kijiji hichi kama mfano wa kuigwa na kuwa mabalozi wazuri wa mazingira. Endelea kufuatilia Datu Online kwa ajili ya kujifunza zaidi.